Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema. Jina langu naitwa Grace Mumo. Grace Mumo Bai. Na Bai mwenyewe mumeongea naye. Sawa sawa? Sasa tumebaki na Grace Mumo. Na ndiye huyu mnaongea naye. Amen. Sasa kwanza kabisa wacha niseme pastor asante sana. Na nataka kusema asante kwa sababu si mahali kwingi utaenda ukaribishwa. Kwa sababu si mulikuwa na program zenu. Na umeamua kuanzisha program yako kidogo kupatia nafasi. Sisi hatukuwa si kidogo kulingana na ule muda Mungu amewaleta. Amina. Sisi hatukuwa tumeandika barua huku kwamba tunakuja ama hatujakuwa na salamu kwamba tunakuja. Kwa hivyo mahali kwingi utaambiwa wewe hujasema unakuja na hatujui unakuja na nini. Sasa wazia pastor ameamua kutusimamisha. Kwa imani anajua hawa wageni hawajakuja na ubaya. Umeona? Lakini ameamua kutusimamisha. Kwa hivyo mimi nakwambia pastor asante sana na washiriki wa Kristo wenzangu asanteni sana na nimefurahi sana. Leo sitaongea mengi. Nitasema machache. Kwamba ile imani mko nayo. Mwambie mwenzako. Ile imani uko nayo. Mwambie mwenzako ile imani uko nayo. Ile imani uko nayo. Sikumbuki ni andiko gani Yesu alisema tunahitaji imani ambayo inatoshana na chembe. Na tukiambia ule mlima zombo ndogo hapo zombo utaondoka. Sasa mimi nasema imani ulio nayo itawafanya nyinyi muwe na kanisa. Zaidi ya yale na mtakuwa na hilo kanisa na mtakuwa mnafanya streaming live. Na ni kwa sababu ya mababu zetu kabla ya kujaletea Ukristo walikuwa wanaomba chini ya miti. Si mnajua hivyo? Walikuwa wanaenda kwa miti kama huu. Walikuwa wameidentify miti yao na wanatoa sadaka zao pale. Na kama hakuna mvua, wakirudi nyumbani kuna nini? Kunanyesha. Mnafikiri huyo Mungu ambaye alituleta sisi wa Afrika alienda wapi? Yuko. Unajua huyo Mungu yuko hapa. Huyo Mungu. Na huyo Mungu tunayeabudu bado ni yule. Tuko pamoja? Na ndio tunasema hivi kwa Kristo wenzangu. Tuendeleeni kuwa na imani. Hata tuko na mashida mengine lakini tukuwe na imani Mungu. Amina. Tuko na shida ya uongozi. Zombo tuko na shida ya nini? Ya uongozi. Kwa sababu sisi huwa tulichagua viongozi. Lakini wale viongozi tukiwachagua wakifika kule angalieni huku na mwangalie huku alafu mwangalie wapi? Kabla ule pesa zetu za barabara waangalie wapi? Kwa kuwa haki ya Mungu iko. Na hatupaswi kuteseka hivi. Kaunti yetu hii ya Kwale imepewa zaidi ya milioni 10. 10 bilioni every year. Kwani anafikiri hiyo pesa ikimkuta hapa? Munaisikia mahali hiyo pesa? Do you feel it? Hatuifeel. Kwa hivyo tuombe Mungu 2027 itakapofika atupatie viongozi ambao wako na haja na mwananchi. Na katika madhabahu haya kiongozi hata atakayekuja na muombe mtajua huyu yuaelekea huku ama yuaelekea huku. Kwa hivyo mimi kwa leo wangu ni chache na nitakuja tufanye mengi. Nilisema hakuna venye nitaona watu wameketi mahali kama hapa na wako na imani kwamba siku moja hapa kutakuwa na nyumba na nikose kuja kuungana nao kwa kuwa hata mimi niko na imani kwamba siku moja hii Zombo itabadilika. Amina. Mungu anapaswa kuenda na watu wenye imani kama yangu ya kwamba mambo yataenda yakifanya nini? Si ndio? Mambo yamebadilika. Hatutaishi na hii shida muda mrefu. Hatutaishi bila kanisa muda mrefu. Hatutaishi bila viongozi muda mrefu. Kwa hivyo mimi nikienda kumaliza ni kwamba 2027 nitakuwa nawania kiti ya MCA. Na kiti ya MCA ni ile kiti ambayo unaishi na mwananchi wa
Kwa hivyo hicho ndio kitu cha muhimu zaidi, uwe na MCA ambaye ako na haja na wananchi. Itakuwa ni rahisi sana kumfikia yule MCA. Shida yetu ni hii na hii. Kwa pamoja akina mama hai, akina dadi ho, vijana halolo, muko poa, muko kadi, si ndio? Jamani, tuchukueni kura. Jamani, tusikubali kudanganywa kwamba ati sijui kura zishapigwa. Tusidanganywe. Wajua mtu ambaye yoja kukudanganya wa kuuzia uoga. Ushaikuziwa uoga? Ati hata ukifanya wafanyaje na nimeshakushinda. Sasa hatujaingia pale kwa mashindano, umenishinda vipi? Kwa hivyo msikubali kuuziwa uoga. Hakuna mtu ambaye ameshinda. Wewe ndio ulifanya. Sawa? Na wewe ndio uko na kadi yako ya kura. Na tusikubali kuuza kura kwa viongozi ambao hakuna kazi wamefanya, wanangojea time ifike waje wafunge laini kutoa pesa mkono. Hiyo shilingi 200, 300, 300, hiyo ndio barabara yako. Kwa pamoja. Huyo mtu amekudhulumu kwa miaka 5 ijayo. Na hata mkikutana kwa barabara mtamuuliza chochote. Kwa sababu wewe uliuza kura, ulinunua, yani alinunua kura yako na wewe ukauza, ukawa mtumwa wake. Kwa hivyo hatafanya kazi, atangojea miaka mingine 5 aje na pesa. Lakini hakuna siku atakwambia sera zake ni gani. Kwa hivyo mimi leo sijakuja kuuza sera. Nataka nitachukua hapa na nipatie namba ya kelele na hapa. Nitakutana na kina mama kwenye vikundi. Nitauza sera zao. Nitakutana na kina baba kwenye vikundi na nitakutana na vijana. Kwa sababu kila mtu hapa ako na shida tofauti. Si ni kweli? Shida ya mama sio shida yule kijana yuko pale. Si ni kweli? Huyu mama tukimweka awe na uwezo wake, huyu mama kwanza, mama ni jamii. Unaona mimi nikiwa nimesimama hapa, mimi ni msichana ya mtu. Sawa? Mimi ni bibi ya mtu. Tuko pamoja? Mimi ni mama ya mtu. Mimi ni mkaza mwana wa mtu. Wewe uone kama mimi ni jamii nzima? Kwa hivyo mama, ukiinua yule mama, umeinua